Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Ngoja nikupe mfano huu. Kuna majira fulani nikapata kusikia historia ya baba mmoja ambaye huyo baba alikuwa anaishi kwenye nchi za watu huko. Mungu alimjalia akawa na maisha mazuri, akawa anaendesha familia yake, anaendesha biashara zake na mambo mengine. Lakini ikafika siku moja yule mtu akapata kuugua, na alipopata kuugua alikaa hospitalini ndani ya siku 5. Ndani ya siku zile 5 alafu ikaletewa bili. Bili ilikuwa inasoma kama milioni 3 au milioni 4. Baada ya yule bwana kusikia ile bili, alilia sana. Yaani alilia mpaka daktari akawa anambembeleza. Ikafika mahali daktari ilibidi amwache kwanza alie. Amelia kwa uchungu sana. Daktari akamuuliza, jaribu kumbembeleza, akamwacha kwanza, mwache alie. Amelia, baadaye akapata kutulia. Daktari akamwambia hivi, tatizo ni nini? Hela hii ni nyingi. Yule bwana bado anafuta machozi. Sema basi angalau tuweze kukusaidia. Yule bwana bado moyo unamuuma. Baadaye akatulia, akamwambia daktari, daktari, shida sio fedha. Yaani hiki ulichoniambia kwangu ni kitu kimoja kidogo sana, lakini napeleka picha mbele za Mungu kama nimelala hapa siku 5 na ninalipia milioni 4. Mungu wangu aliyenitoa kuanzia mwaka 0 mpaka nafika leo mwaka 40, nimemtolea nini? Hicho ndicho kilichomfanya yule mtu alie hospitali siku 5, milioni 40. Alafu akitazama kwa Mungu mpaka hapa alipofika, hajamtolea Mungu kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Akatazama, nimemkosea Mungu. Viumbe vyote vinamtukuza Mungu. Kwa nini vinamtukuza Mungu? Uhai aliyompa ni Mungu, ndo aliyompa. Kutembea anakotembea, magari aliyokuwa anatembeza, mali alizokuwa anamiliki ni kwa neema ya Mungu. Anapiga picha, anasema siku 5 nimelala hapa milioni 40. Alafu huyo aliyenipa uzima kuanzia mwaka 0 na sasa na miaka karibu na 40, sijampa Mungu kitu chochote. Kwa kile ndicho kilichofanya kimuumize moyo zaidi, kwa sababu Mungu wake aliweza kumwacha. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo unapofikia mahali kwa kumtukuza Mungu, unapofika mahali sasa ninamwabudu Mungu, sikia, mwabudu kama hutamwabudu tena. Bwana Yesu apewe sifa. Mwabudu kama hutamwabudu tena, kwa sababu Mungu anaangalia, anatupigia picha, anatutazama. Je, tungesema twende kwenye mdumange? Ndio maana shetani alifika mahali akaenda akajizungusha mbele za watu huko kwenye mabaa, kwenye nini, akawakamata watu. Tungeambiwa twende kwa mganga wa kienyeji, Naamani aliambiwa, je, kama ungeambiwa
utoe fedha kiasi fulani, usingetoa? Ni mbaya tu kwenda kuoga kwenye mto ule Yordani. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunapomwabudu Mungu, Mungu anahitaji sifa, Mungu anahitaji kutukuzwa. Ndio maana anasema viumbe vyote, ndege usiwaone wanaimba, wanamtukuza Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Usiwaone wanafurahi, wanapiga kelele, kwa sababu nao wanajivunia uhai aliowapa Mungu. Tunamwona Ibrahimu akiwa na mtoto wake yule Isaka yule, safari kwenda kutoa sadaka. Yasiyoonekana, mtoto yule anamwambia baba yake hivi, baba, kuni tunazo, moto tunao, alafu sifuria tunayo, yuko wapi mwana kondoo? Kwa imani yasiyoonekana, baba anamwambia hivi, Bwana atafanya nini? Bwana atafanya nini? Nikipiga picha pale kwenye ile stori za Ibrahimu na mwanaye, baba kajipa imani, anasema anajua Bwana atatoa. Sasa imefika mahali pa kutoa sasa kwenye madhabahu. Ibrahimu ametengeneza madhabahu tayari. Inafika mahali pa kutoa, mtoto anaangalia kwenye upande huu, kona hii haoni mbuzi wala kuku wala njiwa. Alafu baba kamwahidi kwamba Bwana kwa imani. Mwisho Isaka sogea, kamatwa, pigwa kamba, alazwa kwenye ile madhabahu. Ibrahimu anachomoa kisu, alafu Mungu anamwambia, nimeona imani yako, usitwae kisu kwa ajili ya mwanao. Mtoto anaamka, anatazama pembeni, anaona nini? Mwana kondoo. Ukipiga picha unakuta kwamba unasema, je, yule mtoto alivyokamatwa, utafikiria anaweza kumwazia mabaya babake? Kwa sababu alishaamini kwamba, alishamwambia baba kwamba Bwana atatupa. Kwa hiyo hii hapa, kama baba tulikuwa tunacheza, tusinyumbani tunacheza na watoto Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Umempa pipi mwenyewe au umempa biskuti mwenyewe, alafu unamnyang'anya. Sio unamnyang'anya hivi, nyingine unaipeleka. Kwa hiyo hata Isaka alijua kabisa, huu ni mchezo tu, baba alikuwa akicheza. Kwa hiyo baada ya kumwona kwa anajua hendo yule baba alisema, anapiga picha naye anasema, kwani nyumbani tulitoka na kondoo? Mbona tuliacha mbuzi? Mbona tumeacha ng'ombe? Mbona tumeacha bata? Lakini huyu ndio baba aliyekuwa anamsema. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndipo anaposema imani ni bayana ya mambo yanayoonekanika na yasiyoonekana. Lakini mimi nilikuwa nataka niende moja kwa moja kwenye ile Warumi 10 mstari wa 17, anaposema imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia uja kwa neno la nani? La Kristo. Sasa nini ambacho unasikia? Bwana Yesu asifiwe sana. Unaposema ninasikia kwamba Ibrahimu huyo alimtoa mwanawe kwa kutumia imani. Unaposikia Ibrahimu huyo alibarikiwa kwa kupitia nini? Imani. Tunaamini kabisa mavuno, hatuna shida na waumini wa Timotheo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa, kwa sababu tayari wana imani, wanayemtolea ni nani? Ni Mungu. Na ukisoma kitabu cha Yoshua sura ile ya pili, kuna habari zinamzunguzia mtu mmoja anayeitwa kahaba moja. Yule anaeleza habari za kuwakaribisha wale wapelelezi walioenda kuipeleleza nchi ya Kanaani. Habari ile, yule kahaba amewapokea wale watu kwa imani. Alafu amri inatoka kwa mfalme kwamba kuna watu wameingia humu ndani, wamekuja kwenye nyumba yako. Alafu yule anasema hawa watu wamepita tu kwangu, mimi siwajui. Yule mtu cha ajabu anasema hivi, anapowaambia wale watu, anasema tumesikia habari za Mungu wenu, jinsi ambavyo alivyowapigania. Ndio maana Paulo anasema imani chanzo chake ni nini? Ni kusikia. Kwa hiyo wale waliposikia kwamba taifa la Israeli linakuja, nchi nzima ikaanza kutetemeka.
wakaanza kuwa na hofu, na yule anawazilishia anasema kwamba Bwana, tumesikia habari zenu. Yaani hapa tulipo tayari tunatetemeka, hapa tulipo tayari tunajua tutafanyaje, kwa sababu walishasikia habari za nani? Za hawa watu wanaokuja. Bwana apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo anasema kwamba anawaingiza ndani ya dari, anawaficha, alafu anakubaliana makubaliano, mnihaidie mtakapofika hapa mnitendee nini? Mtanitendea nini? Kaambia tukifika sisi tutakuokoa wewe na nani? Na familia yako. Weka alama hii. Alama ile ni alama gani? Weka alama hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Weka alama hii. Umeiona hiyo alama vizuri? Umeiona vizuri eh? Tunakumbushana habari za mavuno. Huyu anamwambia niweke alama ili mtakapokuja kuiangamiza nchi mimi nipate kupona, ili watakapokuja kutubariki Mungu, ili na mimi nipate kufanya nini? Nipate kubarikiwa. Haleluya, haleluya kanisa, haleluya. Kitabu cha Mwanzo sura ile ya 18 tunapata habari za huyo Abrahamu, ambapo Abrahamu anapoambiwa kwamba amekaa nyumbani ameketi, alafu akitazama mbali anaona watu wanakuja. Akiwatazama anasema hawa watu sio watu wa kawaida. Anawakimbilia, anawalaki, anawakaribisha nyumbani wapate kula kidogo. Anasema sisi tunapita tu. Ibrahimu akamwambia hata kama unafanya nini? Unapita, hizo baraka na mimi nataka nizipate. Hata kama nina kidogo na mimi nataka hizo baraka nifanye nini? Nizipate. Ndio maana anasema usisinzie. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Tapia makofi ya Yesu kwa shangwe. Kwa hiyo Ibrahimu anang'ang'ana, anamwambia tulia. Akaandaa, akawapa na nini, akaandaa nyama na nini, mbuzi kidogo, wakala wakashiba. Alafu baada ya kushiba anawaambia sasa wanataka kuondoka. Anasema tumfiche Ibrahimu jambo hili. Yaani kanisa na halmashauri yake akasema tuwafiche waumini jambo hili, tuwawekee angalau wapate kukumbuka. Ndio maana kitabu cha Kumbukumbu kazi yake ni kuwakumbusha, ili baraka hizi tuende nazo wote kwa nini? Kwa pamoja. Tukijenga nyumba ya Bwana ikipendeza, ndio unajibu kule kwenye Malaki, nyumba yangu inakaa kwenye hali ya kufanya nini? Ya kuharibika. Mbona za kwako umepiga fensi nzuri, halafu hapa mbuzi wanakatiza tu, ibada inaendelea hapa, gari linatua pale. Kwa hiyo Ibrahimu amewaandalia zile mbuzi, amekula. Wanasema tuwezi tukamficha Ibrahimu habari hizi. Wakamwambia tunaenda Sodoma, tumesikia mambo ya huko Sodoma, jinsi maovu anayoyafanya. Ibrahimu akitazama anasema huko anakoenda yuko ndugu yangu, ninafanyaje kwa ajili ya ndugu yangu? Bwana sikiliza, endapo kama utawakuta 50 sitaangamiza. Ibrahimu akasema bado. Anamtafuta nani? Lutu, ni ndugu yake huyu. Uko kanisani unamtafuta yule aliyeko kijijini. Yuko mtu anapita kwenye shida. Taifa saizi tunalijua tunaingia wakati gani. Tumeambiwa hapa tusishabikie wakati wa sasa kulilia kwamba kama Ibrahimu aling'ang'ana akamwombea Lutu, ni wakati wa mimi na wewe sasa kumtazama nani? Kumtazama Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Anaambia endapo kama wataonekana 20, anasema sitaangamiza. Bwana subiri kidogo, endapo wataonekanika 10, Bwana sitaangamiza. Malengo na nia ni kumtafuta Ibrahim, ni kumtafuta nani? Lutu, ili asipate kufanyaje? Asipate kuangamizwa. Kanisa linahitaji kumtafuta Mungu kwa ili sababu Mungu ndiye anayeweza mambo yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo ndio maana nafika mahali nasema basi tuweke ukuta. Kama tutaki hizi adha, basi tuweke nini? Tuweke ukuta. Na tunapoweka ndipo tunaona sasa mambo yanaenda vizuri. Haleluya. Haleluya. Methali kasema usifanye nini? Usisinzie. Hizi baraka tunahitaji tupate wote. Hapa ni kiasi tu cha kukumbushana tu. Yaani angalau upate kachakula kidogo. Angalau ni kutengenezea hata vile vinjiwa unavyoviona pale, upate nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mahali pengine Yesu anasema nikiwaacha hawa waende hivi hivi, wataanguka wapi?
njiani akawatengenezea kanini, kachakula ili wapate nini, wapate nguvu. Baraka hizi zisikupite, baraka hizi usiziache. Ibrahimu anang'ang'ana kwa ajili ya mtumishi wake Lutu. Ng'ang'ana na wewe hapo ulipo. Unapita kwenye changamoto aina gani? Unalionaje taifa? Unalionaje kanisa? Linahitaji maombi. Mathayo alisema ombeni nanyi mtafanya nini? Nanyi mtapewa. Iombeeni hiyo nchi yenu, iombeeni hiyo ndoa yenu, iombeeni hizo kazi zenu, na mimi nitafanyaje? Nitafanya. Bwana Yesu apewe sifa. Ng'ang'ana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya kanisa. Injili ya Mathayo, tukisoma ile habari ambayo tumesoma kwenye Injili ya Mathayo, tunaona anasema Yesu alipoingia mjini kwao. Hebu sema kwao. Sema tena kwao. Sema tena kwao. Alipoingia mjini kwao, anapita kuhubiri. Wale wa jamaa kule kwao kulikuwa na mtu ambaye ameumwa. Yaani miaka yote wanamtoa ndani alafu wanamuingiza, wanamtoa alafu wanamuingiza. Iliposikia kwamba Yesu amekuja, akasema hivi, leo sikuachi paka ufanye nini? Paka unibariki, paka uniponye. Yaani leo iwe isiwe, lazima nipate kuponya nini? Lazima nipate kupokea uponyaji. Wale wakaamua sasa kuyabeba yale, wakaamua kutengeneza kile kitanda, wakamtia mgonjwa wao kwenye kile kitanda. Safari wanamfuata nani? Wanamfuata Yesu. Umewabeba wangapi? Umeyabeba mangapi kwa ajili ya kanisa? Umeyabeba mangapi kwa ajili ya watu tu ambao wanaopita? Hawa wanaamua kumbeba huyu mgonjwa, wanampeleka kwa Yesu. Anapotembea na Yesu kufika mahali kule, wamemkuta Yesu kwenye ule mkutano, namna ya kumfikia Yesu ni ngumu. Wanasema hapa leo iwe isiwe, lazima kifanye nini? Lazima kieleweke. Haleluya. Iwe isiwe, lazima kifanyaje? Lazima kieleweke. Sema amina. Wakasema hapa Bwana lazima kieleweke. Wakapanda juu. Solution ya kuwapangua hawa watu hatuwezi. Wakapanda juu ya dari. Iwe isiwe, lazima leo upate kupokea uponyaji. Wanafika mahali wanamshusha. Wanapomshusha, alafu Yesu anasema nimeona imani yenu. Chanzo chake ni nini? Chanzo chake walisikia habari za Yesu kwamba Yesu anaokoa. Walisikia habari kwamba Yesu anaponya. Tumesikia kwamba ili tuweze kubarikiwa, tuweze kumtolea Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kanisa, Bwana Yesu apewe sifa. Ili tuweze kutoka kwenye mahali ambapo tunahitaji Mungu apate kutuvusha, lazima tusikilize Mungu anataka tufanye nini. Haleluya. Haleluya. Ni kuzidi kumwomba nani? Kumwomba Mungu. Tumesikia Mungu aliwaponya wana wa Israeli. Tumesikia Mungu aliwavusha wana wa Israeli. Na sisi tuko leo mahali hapa. Mungu tusaidie katika hii hali iliyokuwa mbele yetu. Mungu tunajileta mbele zako. Mungu anasikia na Mungu anafanya. Chukua imani. Chukua nini? Imani. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Ukinapochukua imani kwa kutoka moyoni, na Mungu anafanya. Mungu anataka kuangalia wale watu wamesimama kwenye imani. Huyu kahaba alisimama kwenye imani akasema hivi, nimesikia kwamba Mungu wenu. Kwani Mungu alimtazama kama ni kahaba yule? Alichotazama nini? Ni imani aliyoifanya kwa ajili ya watumishi wa nani? Kwa ajili ya watumishi wa Mungu. Alafu mfalme ametoa amri kwamba kamata walete, ukasema hata kama wewe ni mfalme, lakini nimesikia kwamba Mungu wao ndio Mungu wako leo. Haleluya. Ndio anayekuwazia mema. Ndio anayekuambia kwamba toa ili na mimi nipate nini? Kukubariki. Haleluya. Haleluya. Haleluya kanisa. Kwa hiyo mafundisho haya, vitabu vinatukumbusha tu. Tutaimba kila siku kwamba mavuno. Tutaimba kila siku kwamba jamani tumtolee Mungu. Jamani tumwabudu Mungu. Mbona hawa watu wako hivi? Mbona hawa watu hawachangamki? Mbona hawa watu wanawaza mawazo ambayo sio? Yaani mawazo yako na mawazo yangu tofauti. Haya, kama wanawaza hivi basi anasema mahali fulani, nijaribu basi. Akaachilia jaribu, nijaribu basi. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia kuja kwa neno la nani? La Kristo. Changanya hizo imani, alafu fanya mbele za nani? Fanya mbele za Mungu.
kama yule kahaba alivyofanya kwa ajili ya utukufu wa nani? Kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Kama hao akina Ibrahim walivyofanya kwa ajili ya kumwokoa ndugu yake, na wewe fanya kwa ajili ya kuwaokoa wale ambao wanaokuzunguka. Wanahitaji kuona wewe umesimama na kuwaleta mbele za Mungu. Ndio maana Paulo kwa Wagalatia anasema muweni watu wenye kufanya nini? Wenye kuchukuliana. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya kanisa. Tuombe. Tunakushukuru Mungu Baba wa mbingu na nchi kwa ajili ya siku hii njema. Asante kwa sababu uliachilia wazo hili la imani, nasi tunalichanganya kadiri ya sikukuu hii ya mavuno. Tunalileta kwako hata kule majumbani kwetu. Tunaposimama kwa imani, Mungu ukatujibu. Mungu uliwajibu watumishi wako akina Ibrahim, uliwajibu watumishi wako wale akina kahaba pamoja na wengine wote ambao umewaeleza kwenye kitabu kile cha Waebrania 11. Umeeleza habari za watu waliosimama katika imani. Nasi tunaileta Timotheo yako mikononi mwako. Mungu anapotoka tafakari yao, menendo wao wakatafakari kwa ajili ya kukutolea wewe Bwana. Tunasimama kinyume na hila zote za shetani, kila kinachowazunguka na kuwawazia kinyume na mapenzi yako. Mungu kawaepushie mbali, bali neema yako na baraka zako zikawe katikati yao. Katika jina lako Yesu ninaomba na kushukuru. Amen.